Babu. Shikamoo. Safi. Babu, mimi nakwambiaje? Zile dawa ulizonipa nilifanya vile vile kama ulivyoniambia, lakini na mambo yenyewe bado yani iko vile vile. Yakosea hata kidogo. Vile vile nilivyokuambia ndio vile vile. Lakini hizo dawa zinafanya kazi taratibu. Lakini unatakiwa uvumilivu kidogo. Nivumilie mpaka lini? Wewe vumilia, hizo dawa zinafanya kazi taratibu, matokeo utayaona, si ndio? Haya, sawa. Utaona, anza taratibu huyo. Sawa, ina shida. Atakwambia kabisa mwenyewe kwamba mimi sioi tena. Umesikia mjukuu wangu, vumilia. Inanichelewesha huyu. Yaani angejua. Maisha sio kanizunguka kwetu. Makisubiri kanipeleka hospitali kwa babu yake, sijui ni mganga yule. Kitu kama nipeleka na chochote kinachoendelea. Au naye anamtaka Beka. Manake ama mashoga sasa hivi nao. Kumaanisha shemeji yake tu basi. Nitamweza vizuri na tasiri. Shoga yangu. Yaani hapa hata sielewi yani. Wewe shule ya Mama Juma ndio hiyo inakaribia. Ngoja chukua sare. Sijachukua sare, sina hela. Kwani tarehe ngapi? Mimi nimechukua sare ndio sijui shughuli lini. Tarehe 23 kuamkia tarehe 24. Mimi nishapeleka. Na ndio shughuli ndio hiyo, force upeleke. Nitajitahidi. Hata story. Hivi, uona hakika na babu yako kweli? Na hakika naye. Maana toka umenipeleka ndugu yangu mambo yenyewe ndio yako vile vile. Sidhani kama atanisaidia. Sioni mabadiliko yoyote. Una hakika kweli atanisaidia? Nimemwamini na ndio maana nikakupeleka wewe. Ndio vumilie. So dawa unachukua jana, leo ndo mambo yote yanaenda sawa. Inabidi uvumilie tu. Haya, sawa, tutaona. Kwa nini uamini? Siamini tu kama kweli hapa nimekaa. Ndio siku imetimia, tupo wote hapa. Niko kipindi ulikuwa mkali, utaki kunielewa, unisikilize, yani ndio sasa. Amna, ni vitu vya kawaida tu. Ila nimefurahi sana leo kuwa pamoja na wewe. Kwani mbona shida ni maki alikuwa hata kunisikiliza, kwa nini ngukaa na mimi hata dakika mbili kama hivi na mimi nitaki. Shida ilikuwa ni? Amna shida, ila tu nilikuwa ni ukaribu tulikupo bado, ila sasa hivi tuna ukaribu. Tunaweza tukakaa kama hivi tukapiga story, tukapanga tuzidi kuyajenga ya mbele. Sasa unajua mimi nakupenda. Nalijua hilo. Ndio maana niko hapa. Hata mimi nakupenda pia. Yes. Yaani mimi nimekufa, nimeoza kwako. Yaani
Niambie mtu. Sasa maisha yashaanza kuwa mazuri. Natamani tuanze sasa kuona kiwanja na tuanze kujenga. Au mwenzangu unaonaje? Hilo wazo zuri. Hata mimi pia nilikuwa naliwaza. Yaani umeniwahi tu. Yaani kama umeingia kwenye ufahamu wa ubongo wangu. Alafu kingine nikwambie. Bosi wangu ameniambia kwamba mwezi wa 7 ananipatia hela. Akinipatia tu bila kuchelewa mama. Tunakuangalia kiwanja. Kweli? Wewe mwenye nyumba ndugu yangu atudai. Mama taratibu tena sumba kabla asikie tena nje. Ya kazi gani hayo? Hai. Alafu. Na mimi nikiwa kwenye jamii yangu nikiwa napata pesa ndogo ndogo. Tutakuwa tunatatua matatizo madogo na hakika kabisa tutakuwa tunajenga kwa. Sema ngoja kidogo samahani. Ngoja kuna simu nikaipokee kidogo na kuja. Kwa kama bwana mama mtoko mimi ndo nisipige simu usiku nimpigie nani? Sawa. Wewe hata wewe pia muhimu. Wewe mpenzi wangu nakupigia muda wote ninaotaka. Mimi sijali kuna nani wala kuna nani. Wewe utajua mwenyewe. Sikiliza sasa nikwambie kitu kimoja baby. Mimi kesho nikitoka kazini. Kesho nikitoka kazini nitakuja moja kwa moja nyumbani kwangu. Haya sawa. Sitorudi huko. Kwa nitalala huko. Ndio nakwambiaje? Kwenye shule kuna wewe wanatakiwa. Mipango ya shughuli? Haya sawa nimekuelewa. Sawa. Mbona kama vile uko Hamna. Iko sawa. Naona unarudi na huko yani kama vile unawaza pia kama vile umebebana na mtu. Ni mambo tu madogo nafanya kichwa kipo vizuri. Hivi kuna ndugu yangu amepata matatizo. Ndio ananichanganya akili. Kwa hapo alipo natakiwa kama 300 hivi matatizo yake yakae sawa. Hata sijui naipata wapi. Yes. Ndani na jaki. Ila kitakusaidia. Kesho. Utajiandaa kesho na utaenda. Nashukuru sana kwa kunisaidia. Maana nilikuwa hata sijui naanzia wapi na malizia wapi. Yaani unaye anachelewa. Sijui anafanya nini. Yaani kila siku naambia gani unishage kwake lakini sijui anaona mimi nitamwibia mwanaume wake. Sasa sijui hata yupo wapi. Si mwenyewe atokei. Wewe ulikuwa wapi muda wote? Mimi nimekaa mpaka nimechoka. Ulikuwa wapi? Umekaa sana bwana wewe nimekupigia simu saa ngapi? Sina kupigia simu hata upokee. Yangu. Nilikuwa hapo nyumbani. Si unajua tena mambo ya shemeji yako, masi nimwandalie hiki, si nimwandalie hiki, yani Vipi tena? Yaani ndugu wangu hapa nina ubui mpaka nina ubui tena. Niambie. Lakini ukae kwa kutulia mkwadisie vizuri. Hapa unavyoniona. Muda si mfundo kukutana na Beka. Beka huyu unamjua mimi? Beka huyu dada. Tena huyo kutulia. Yaani hapa tena ngombe. Yaani yule babu hapana. Sijapata babu hapana. Babu kanikomesha mtu. Babu hana baya. Kanikomesha mtu. Beka kanyoka hivi dada. Na ninavyoongea na wewe hapa. Siku so nyingi. Yaani hapa ninavyoongea na wewe, Beka kaleta barua nyumbani. Nataka kunioa. Shoga yangu, mimi nilishakwambia wewe. Uvumilie. Yaani umzee ni kiboko, yani ni kiboko, yani hatari. Yaani kanyoka sio siri. Mwanaume yani sasa hivi ananisikiliza hapa nipige simu sasa hivi utamuona huko anakuja.
Si unamuona yule pale Ngodai? Nilimwendea kwa yule babu. Ndio maana. Ndio maana shoga nilikuwa nakwambia uvumilie. Yaani yule babu ni kiboko tena kiboko sana yani. Ai udu wangu hapana mzee, hamna mfano wake. Yaani namkubali mpaka namkubali tena. Kwa hiyo unavyosema hivyo Beka kashaleta barua. Yaani ninavyoongea naye hapa Beka ameshaleta barua. Kwa hapa tunasubiri ndoa wiki ijayo udu wangu naolewa, Beka ananioa. Sijui unaelewa. Yaani siamini kabisa. Unajua siamini? Yaani Beka huyu namjua mimi. Huyu ndugu wangu. Hapa ninafurahi, yani ninafurahi siku ninafurahi kama leo. Yaani na hapo bado. Yaani ukienda gengeni, wewe mke wangu si unaenda wapi? Ukaenda siju kuwasalimia wazazi nakwambia, mke wangu nataka tuondoke wote. Yule ni babu ni kiboko tena ni kiboko kweli. Kweli kweli. Yani na wewe ili tuondoke wote. Sawa, haina shida. Kwanza hata hivyo shughuli kesho kwa utajua wewe utamwagaje huyo mtu. Usiona mtu mwenye naishi naye hata sijamuoa. Afu mimi nakupenda wewe tunajua yani kuchagua wewe mama mtu wangu jamani. Yani nimekuchagua wewe ndio maana nakuoa. Unajua mimi nakupenda sana. Wewe unaonaje hapo? Mimi nafurahi. Basi bila kuchelewesha na bila kupoteza muda hapa njiani nilipokumisi tuondoke mbele. Sheikh, asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Vipi hali? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Ndio. Za mihangaiko? Mambo yanaenda, tunashukuru Mwenyezi Mungu. Sasa shehe wangu, ndio. Bwana mimi nina shida moja. Yaani shida hiyo tena ni jambo la heri. Shehe wangu bwana, mimi hapa nataka nioe. Ni swala la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Maana vijana wengi tumekuwa sio watu wa kumcha Mungu, atufuate maagizo ya Mwenyezi Mungu. Kwa kama unataka kuoa shehe wangu, ni jambo bora sana. Kwa utakuwa unafanya jambo zuri kabisa. Basi sawa, mimi nashukuru sana kwa kunipa maneno yako. Maana ndo naingia katika ulimwengu huo wa ndoa shehe wangu. Ndio. Kwa hapa hivi karibuni nitapanga tarehe gani ya kwenda kule kuoa shehe wangu. Jambo lifike mwafaka nami nichukue mke. Basi niseme karibu sana kwenye ulimwengu wa kidini na kimaadili. Hivyo mimi nakutakia maisha mema kwenye ndoa. Kikubwa imani tu. Nafikiri kila kitu kitakuwa kinaenda sawa. Mimi nitajitahidi kadri ya uwezo wangu kusimamia jambo lako mpaka kuhakikisha linapita. Nashukuru sana shehe wangu. Basi haina shida. Sawa bwana shehe. Ilikuwa unaelekea wapi? Mimi nilikuwa naelekea hivi kidogo. Ndio. Nikaendelee kuforce mipango yangu ya kuweka sawa jambo hili.
Yaani hata sielewi, yaani ukishana nao vizuri, nimewasalimia, lakini ghafla wameanza kugonga, wameanza kucheka. Yaani hata sielewi. Unafahamu? Sura kama zinanijia lakini sijafahamu vizuri na sio sura ngeni. Au labda mgombana nao? Kwa unavyonijua nitagombana na nani? Sina muda wa kugombana kumshana nani. Hapo tayari kwa tatizo. Au pangia bwana fulani tutaingia zamani. Nitafuatilia hadi nijue iwezekani nicheke vile. Malizia hapo tu wake.